Yo, what's up, my good people? It's Afro King Edna once again. Leo nimekuja na story. Ni story ya kusisimua, ni story ya kujifunza, ni story ambayo inahitaji mtu kidogo utulize akili, yani ujifunze. It's not about laughing, it's not a matter of showing off or something, I don't know. Yeah, so you have to learn from this story kwa sababu mimi it has moved me, yani imenifanya nimeangalia maisha katika engo tofauti na nimejifunza vitu ambavyo nadhani pengine hatufundishwi sana. Ni kuna watu ambao hatujakuwa tukifundishwa sana hivyo vitu. Kwa hiyo kupitia mitandao, kupitia stories kama hizi ni sehemu ya kujifunza. So stay tuned with me, Afro King Edna. Ni story ya binti ambaye anaitwa Subira. Subira ni binti wa miaka 27 ambaye anaishi peke yake. Amepanga nyumbani kwake na pia ni mfanyabiashara ambaye anajihusisha na biashara ya urembo, ya mambo ya saluni nini, mambo ya yaani mambo ya urembo, yani ndio mambo yake ambayo amejishughulisha nayo. So Subira alikuwa kwenye mahusiano na watu tofauti, lakini katika wote alikuwa nao katika miaka yote hiyo hakuwahi kubahatika ndoa wala hakuwahi kubahatika mtoto. Lakini Subira aliwahi kusema kwamba atakuja kuolewa akiwa na miaka 27. Yeah, so alisema ataolewa na miaka 27. Sasa ona kilichomkuta sasa akiwa na hiyo miaka yake 27. Subira, Subira, maskini Subira. Ungesubiri, ungekula mbivu. Haya, so Subira alipofika miaka 27, siku moja akiwa saluni kwake alipokuwa anafanya biashara yake, alikutana na message iliyoingia kwenye simu yake. Message iliingia kwenye simu yake. Yeah, so message ikaingia kwenye simu yake. Ilikuwa ni namba ngeni. So she had to ask kwamba, sorry, who is this? Edna, what's the number? Yo. Mayo. Sorry, who is this? It's Subira. Ni namba ngeni. So I don't know who is this. And the guy replied, Hi, Subira. It's me, Johnny. Here's Papa. Eating sugar? No, Papa. You're gonna eat sugar soon. Subira. Wait. okay. So Subira akawa amejua kwamba it's John, and John akaendelea kujiintroduce further kwamba yeye anafanya kazi bandari, lakini sasa hivi anasafiri sana na kazi zake anafanyia mkoani. Akawa amebrag vitu vingi, lakini Subira hakuwa mtu ambaye anapenda material stuffs kabisa. And she was someone who loves genuine love. Like when she loves you, she loves for real. It's not about money. It's not about cars. It's not about houses, because she believed those are not hers. She will get her own. Yeah. So Subira after kuona kwamba John ana brag sana, akaona no, this guy is not for me. Akaamua kumditch, akampotezea. Akawa John akimtafuta yeye harespond na vitu kama hivyo. So mpaka ikafikia hatua John akaacha kabisa kumtafuta Subira. So amekaa mpaka ilipofika mwezi wa 8 the same year.
Subira alikuwa na mdogo wake mjamzito. So mdogo wake alienda kujifungua Mloganzila. Na mama yake wa Subira alikuja Dar es Salaam kwa ajili ya kumuuguza mdogo wake. Na alifikia nyumbani kwa Subira. Na huyo mdogo wake aliuguzwa nyumbani kwa Subira. So siku moja wakati Subira yuko hospitali amepeleka chakula kwa ndugu yake, ikaingia tena message kwenye simu yake. Lakini looking at the number, haikuwa namba ngeni. Ilikuwa ni namba ambao she felt like it was familiar. Lakini hakuwa amejua moja kwa moja kwamba ni namba ya nani. So she asked again, akamwambia it's me John. Alipomwambia tu kwamba ni mimi John, tayari akawa amepata idea kwamba ni John gani ambaye atakuwa anamwongelea. So akaendelea kuchat naye, but this time John was humble. Akawa ameshasoma tayari akili ya Subira ipoje, kwamba Subira is someone ambaye hapendi michezo. So akaja depending on akili ya Subira. See what he told her. Akamwambia Subira, sorry, last time nilikuja namna fulani nini, lakini nimekuja kurealize kwamba wewe sio mwanamke wa hivyo. Nimekuja kujua kwamba wewe ni mwanamke mzuri sana, mwanamke unajipenda, mwanamke mchapakazi, mwanamke unajiheshimu and bla 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 bla, una msimamo. Kwa hiyo kupitia msimamo wako nimekupenda sana. Natamani nianzishe familia na wewe kwa sababu najua utakuwa na msimamo, hata ikitokea sipo utaweza kuwahandle ndugu zangu, utalea watoto wetu vizuri, hata mimi utanimanage vizuri na vitu kama hivyo. We ladies tunapenda sifa. Subira si akajaa Subira Subira akashindwa kusubiri Subira bora angengoja Subira akamsikiliza John. Taratibu wakaanza mahusiano. Lakini muda huo John alikuwa yupo Dar es Salaam. Akamwambia Subira kwamba nimekuja Dar es Salaam likizo because my dad is sick and blah blah, so I have to be here to help him out, like I have to sleep at the hospital kwa sababu dada zangu hawezi kuja kulala hapa na ndugu zangu wengine wa kiume ni wadogo, so I'm the only older brother, I have to be here. Na malalamiko kibao, aliwadisi sana ndugu zake John kwa Subira. Lakini Subira had nothing to say kwa sababu ndugu ni ndugu. Hata usemaje wakija kupatana ndugu, utashika jembe ukalime ukavune. I don't know, nimesahau ule msemo, ila ndio hivyo. So Subira hakuwa na maneno mengi concerning that. So John alikuwa akimsihi sana Subira kwamba aende akamuone baba yake pia. Hakuishia hivyo, alikuwa akimpigia video call akiwa na mzee wake, kwamba msalimie mzee. Mzee anasema utakuja lini? Mbona hauji? Lakini Subira never went. Yaani Subira hakuwahi kwenda kabisa. Na hii mpaka ikafikia hatua ikaleta kama chuki kwa sababu John akaanza kuongea maneno. John akaanza kuongea maneno kwamba why do you seem so far, you are so distant, yani I'm trying to move you closer, lakini kila siku ninavyojitahidi kukusogeza jirani wewe ndio unakuwa unaenda mbali, yani hutaki kujiconnect kwenye familia yangu nini. Akawa amemlaumu sana Subira. Lakini Subira pia kwa mazingira yake she was finding it so hard kwa sababu anahitajika kazini saluni like almost 12 hours a day, yani she was very busy, yani because alikuwa na wateja wengi sana kwenye saloni yake. Lakini pia alikuwa anahitajika awepo kumsaidia mama yake nyumbani kumlea mdogo wake. So unakuta ametoka kazini saa 6 usiku. Asubuhi hawezi kuondoka bila kusaidia chochote nyumbani. Akifika ofisini yuko busy. She never had time to be precise. Hakuwa na muda kabisa wa kwenda kuonana na John wala kumwona baba yake. Though she could make time for that. Lakini it feels like Subira alikuwa na Mungu ndani yake. Kwa sababu until now I don't know angeenda kumuona mzee au kukutana na huyo kijana John kwa kipindi hicho, nini kingetokea. Yeah. So that's for the part 1
let's wait for the part 2 tujue kwa nini Subira alikuwa na Mungu kutokwenda kuonana na John kwa kipindi kile, kwa sababu mizozo na migogoro ilikuwa mingi sana kuhusiana na swala la yeye kwenda kuwaona ndugu zake. You gotcha. I'm so sleepy, but I want to finish this story like this night.